kuna comment moja ambayo niliona kwenye TikTok nafikiri. Kuna mtu alisema yeye ni Sebioffs na akasema kwamba bwana, katika site yangu anatamani angalau apate accident. Unafikiri kwa nini saa nyingine watu ama safety officers wanatamani katika field yao wapate accident? Kwa nini ba? Kwa haraka haraka huyo mtu inaonekana labda hajawahi kuona matukio makubwa yakitokea. Kwa hiyo nasema kusema hana experience ile au hana ile trauma ambayo inatokea baada ya matukio kutokea. Kwa hiyo ni kitu ambacho labda hajawahi kukiona au kama kakiona labda kwenye movies au amekisikia. Kwa hiyo anatamani kitokee ili aone, lakini sio kitu cha kutamani kutokea. Sana sana ajifunze kutoka kwa watu au kama hilo kwenye movies au kwenye YouTube channels, lakini ni sio kitu kizuri kutokea kabisa, kwa sababu watu watapoteza maisha, watu watapata kilema na kama hizo. Kwa hiyo mimi ushauri wangu yeye ajitahidi, asome zaidi, aongeze elimu yake zaidi, ajue jinsi gani ya kuzuia na pia ajue jinsi gani ya kuvifahamu vihatarishi vilivyoko ile eneo lake pale, ili visiweze kuwadhuru wale watu wanaowasimamia kazi. Kwa hiyo mimi comment yangu namwambia tu wasitamani kitu kutokee. Lakini kuna nilienda mbali kidogo bila baadaye kali akanambia kwamba bana, katika kampuni yangu naofanya kazi ni kama haioni mchango wake, ama hasikiki au ama haonekani kwenye hiyo eneo kwamba kuna kitu kinaendelea. Unakili ni yeye ambaye alikuwa ana tatizo kwenye eneo lake la kiusalama maeneo kazi, ama ni kampuni ambayo yampatia support kwenye masuala hayo mpaka anatamani sasa kama kuona accident angalau? Unahisi unaili yepo ambalo lipo kati ya kampuni ama operations za kampuni za watu wa usalama maeneo kazi? Umeuliza swali zuri sana, na huo mtazamo watu wengi wanao, especially kwenye kampuni kubwa hata ndogo ndogo zinazochipukia, wanakuwa na tendency ya kudharau watu wa usalama, bima watu wa HSE pamoja na mambo ya mazingira. Wanakuwa hawaoni mchango wao directly, lakini mchango wa watu wa HSE unaonekana pale ambapo tukio sometimes linatokea. Lakini ndio nafikiri jamaa tabai ikiwa litokee, okay, wakati ukiwa unasoma swala zima la mambo ya HSE, health safety and environment, kuna kitu kinaitwa kuna direct cost na indirect cost. Tumejifunza tusikosee, ni vitu ambavyo vinatokea kama watu wasipozingatia swala zima la usalama. Kwa swala zima la usalama likitokea, kama ajali ikitokea, kuna direct cost zitatokea kwa ile kampuni, kama vile kulipa fine, kama vile kuatibu wale watu, atakosa wafanyakazi pia, lakini pia atatengeneza taswira mbaya ya ile kampuni, na pia kampuni itaingia hasara kubwa sana. Kwa hiyo baada ya vitu kutokea, nadhani sasa kampuni watakuwa strict pamoja na makwala za, lakini pia wataangalia kwa jicho la pili wale maafisa masuala ya usalama, kwa sababu hauwezi kufanya kitu chochote kama una afya. Nadhani hiyo inafahamika, kwa afya ndio utaji. Kwa hiyo swala zima la usalama linakuaga linachukuliwa kwa sababu hamna kitu chochote kilichotokea, lakini hujafuatilia baadaye, ukiona watu wengine wamekatika mikono, wengine vidole, wengine wamepoteza maisha, unakuja kujua kumbe watu wa usalama pamoja na afya na mazingira na muhimu na msingi sana, na inabidi walipo hela nyingi sana, kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana kulinda afya zao. Kwa hiyo walipo hela pesa nyingi sana. Kwa hiyo makampuni yajitahidi, na daily wote anaona aweze kupata hii. Naona umeamua kupejizea hapo na hilo swali. Okay, na emu ongea na makampuni ambayo yapo Tanzania ama Afrika, ambayo yana tendency ya kutokuona msaada ama ile nguvu ya watu wa usalama ndani ya kazi, mpaka pale ambapo labda pengine wanapokuja kupigwa fine au kufanya nini ambazo zinarudisha nyuma katika masuala ya kifedha kama kampuni. Demu zungumza nao wa mbele tu. Swali zuri sana, ni swali la msingi sana. Naweza nikasema kuna mithali moja utanisaidia kukumbuka, ni mithali au ni msemo, ni msao unasema tiba ni muhimu kuliko wanasema tiba muhimu kuliko kinga bora kuliko tiba. Exactly. Kinga bora kuliko tiba. Sana mwenikumbusha sana mambo ya mithali na vitendawili. Kwa hiyo
hiyo huo msemo unaendana kabisa na hicho kitu kwamba kama una kampuni, wewe mwenye kampuni, na kama kampuni ndogo yote inakuwa, ni muhimu sana kuzingatia masuala ya salama kwa wafanyakazi ambao uko nao, kwa sababu ukiwa na mtu wa usalama akawa anaangalia usalama wa watu, afya za watu, pamoja na swala zima la mazingira ya eneo, litasaidia sana kulinda wale wafanyakazi wako, na hata hivyo itasaidia pia kuongeza production ya hicho kitu unachokifanya, kwa sababu watu wako wako salama, wana afya nzuri na pika moja. Lakini ukidharawa ikatokea ajali, labda mtu akafariki, maana yake unatengeneza picha mbaya kwanza ya kampuni yako, itaonekana haijali wafanyakazi wake, wafanyakazi wanakufa, wanapata shida, wengine wanapata vilema. Kwa hata watu wengine ukiwaajiri wakija kufanya kazi kwa, watakuwa wanafanya kazi kwa mashaka, au watakuwa watu wajitolea 100% kwa sababu ya kama hii. Lakini pia utaingia kwenye makosa ya OSHA. Kuna makosa ambayo ukifanya